likae sehemu tatu kwa wakati mmoja. Likae kinywani, likae moyoni, likae kwenye matendo yake. Likae kinywani, likae moyoni, likae kwenye matendo yake. Msomaji wa Biblia yeyote anajua, ukitaka neno hilo hilo likae sehemu zote tatu, lazima lianzie moyoni. Lazima lianzie moyoni. Na sio tu lianzie moyoni, lipate nafasi ndani ya moyo wa yule mtu, na ajue ni kitu gani anachokifuatilia katika hilo neno. Na hilo neno likishakaa moyoni, inakuwa ni rahisi kulisema kinywani mwako. Inakuwa rahisi kulisema kinywani mwako. Biblia inasema mtu anasema yale yaliyojaa moyoni mwake. Kwa hiyo unataka kuwa na uhakika na kitu unachosema, cheki kile ambacho umejaza moyoni mwako. Jaza neno la Mungu, utasema neno la Mungu. Na maandiko yanasema hilo neno liwe kwenye matendo yako. Kama unataka liwe kwenye matendo yako, inamaanisha lazima liwe kwenye msuli wa mtu wako wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia mtu ni roho, anayo nafsi na anakaa ndani ya mtu. Kwenye Biblia yetu ya Kiswahili anasema utu wa ndani. Kwenye Biblia za Kiingereza zinasema mtu wa ndani. Mtu wa ndani ni roho yake jumlisha nafsi yake. Hivi vitu vinaenda pamoja. Kama vimeamua kwenda jehanamu, vitaenda pamoja. Vikiamua kwenda mbinguni, vitaenda pamoja. Bahati mbaya sana, dhambi ilipoingia duniani, mwili haukutaka tena kwenda mbinguni. Hauna mpango kutii mambo ya Mungu. Ndio maana Mungu ametutayarishia mwili mpya. Wakati Yesu atakapokuwa anakuja kuchukua kanisa lake, watu wake watavikwa mwili mpya. Mwili mpya.